Sasa tunataka tujifunze kwa ufupi kidogo neno la Mungu kidogo kwa habari ya Yesu, maombi ya Yesu, jinsi alivyoomba maombi kimaalum. Biblia inasema katika Luka ile sura ya 22, mstari wa 40, Biblia inasema alipofika mahali pale aliwaambia, ombeni kwamba msiingie majaribuni. Mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti, akaomba akisema, Baba, ikiwa ni mapenzi yako uniondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu, naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki akazidi sana kuomba, hali yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka nchi. Bwana Yesu asifiwe. Unaona Yesu alivyokuwa katika kuomba Mungu, alivyoingia kwenye hali ya maombi. Tunaangalia jinsi maombi yanavyofanya kazi na jinsi unapoomba Mungu anakutia nguvu. Yaani unapoingia kwenye maombi, tunaona Yesu alivyoingia kwenye maombi alitiwa nguvu na malaika. Yaani Mungu alivyoangalia kwamba siwezi kugeuza hiki kitu anachoomba, siwezi kubatilisha hiki kitu anachoomba. Anachofanya Mungu, anakuletea nguvu ya kukutia. Yaani unatiwa nguvu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unatiwa nguvu. Yaani unapoomba Mungu abadilishe tatizo kwenye maisha yako, Mungu habadilishi tatizo. Mungu anachofanya, anakuletea nguvu za kukusaidia ili uvuke kwenye eneo hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu aliomba sana, hali yake ikawa, hadi jasho lake likabadilika, likawa ni matone ya damu yakichuruzika. Maana yake alikuwa anaomba kwa mzigo lile jambo yamkini litoke. Yaani maana yake Mungu abadilishe, kwamba Yesu asipite msalabani. Ndicho Yesu alichokuwa anaomba. Lakini Mungu alichofanya, akampelekea malaika, akamtia nguvu. Biblia inasema baada ya kutiwa nguvu akazidi sana Yesu kuomba kwa uwezo usiokuwa wa kawaida. Hakuomba tena kwa jinsi ile, bali alibadilishiwa mfumo wa kuomba. Maana yake alianza kumshukuru Mungu kwamba asante Mungu kwa kuwa mwili ulikuwa umekataa kupita hapo msalabani, ila sasa Mungu umenitia nguvu katika hali ya roho. Mwili umetiishwa. Yesu akatiwa nguvu za kuendelea mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akatiwa nguvu za kusonga mbele. Yaani bila kutiwa nguvu Yesu, mwili wake ulikuwa tayari umezofika. Mwili unaogopa msalaba, lakini roho ilasi kupita msalabani. Kwa Mungu alichofanya ni kumtia nguvu za roho ili mwili uishe nguvu, ili roho ndio tawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unaona hicho kitu, unapopita kwenye jaribu lolote, unapopita kwenye hali ngumu ya kila namna, unaomba Mungu abadilishe hicho kitu. Mungu si rahisi kubadilisha. Mungu wake anachofanya ni kukutia nguvu ya kuendelea kustahimili hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anabadilisha, anakutia nguvu ili uendelee kuvumilia. Mungu habadilishi tatizo. Mungu
kwenye hilo tatizo anakupa mazingira ya kuendelea kustahimili hilo tatizo, ili uvumilie upite salama kwenye hilo tatizo. Haleluya, haleluya. Mungu habadilishi tatizo. Mungu anakupa nguvu kama Yesu Mungu alivyompa nguvu za kusonga mbele, nguvu za kusonga mbele, nguvu za kuendelea mbele, nguvu za kustahimili msalaba. Bila nguvu zake Yesu asingepita pale msalabani. Haleluya. Kwa Mungu anachofanya, unapopita kwenye namna yoyote, unapopita kwenye jali, unapopita kwenye hilo tatizo, Mungu anakupa nguvu za kustahimili hilo eneo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwani wakina Mishri na Abednego, baada ya kukataa kuabudu sanamu, Mungu hakubadilisha kwamba kwa kuwa moto upo, maana wamesikia kabisa kwamba watatupiwa kwenye hilo tanuru la moto, lakini Mungu hakubadilisha kwamba wasiingie. Mungu aliruhusu waingie waingie, lakini kilichotokea ni nini? Ni kwamba moto haukuwazuru. Kwa Mungu akabadilisha mazingira. Mungu anachofanya ni kukupa nguvu za kustahimili hilo jaribu. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Ubariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ndicho Mungu anachofanya. Mungu akabadilisha tatizo. Yesu aliomba sana Mungu ambadilishie tatizo, lakini Mungu akumbadilishie tatizo. Mungu anakupa nguvu za kushinda. Mungu anakupa nguvu za kuvumilia. Mungu anakupa nguvu za kuona hilo tatizo sio kitu. Mungu anakupa nguvu za kumuona Mungu, sio kuona tatizo, bali kumuona Mungu. Unaanza kumuona Mungu, unaacha kuona tatizo. Yaani unaona tatizo si kitu, unamuona Mungu kwamba hakika hata tatizo hili ninavyopita hapa, Mungu atanisaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini nataka nikutie moyo katika hili neno la fupi, nadhani Mungu